Today we have come, but we have been told by the CCIO himself, Mr. Lelia, that the meeting that they were to have with the regional commandant on Thursday last week was not possible. Somehow it was interfered with the presence of the minister, Mr. Kindiki, who was present at that particular time. So therefore, the briefing that they were to have and the way forward, they still do not have anything to do at this particular moment. They are not ready to proceed with anything at this particular moment. They have no questions for us at this particular moment. We cannot record any further statement at this particular moment. So at this particular moment, we are free to go. So we are told again, we will report next week on Monday. So this is as far as it goes. And you can see, we have made an effort, at least on our side, to keep on coming here. We have made an effort to report. We have made an effort to cooperate. The question is, are they making an effort to end this matter? One of you asked about our expectation. Our expectation is that this matter should come to an end, and as soon as possible. But until today, we are not certain how soon it will end or what the future holds. So ni inaudhi, kiutu inaudhi kwamba tunafunga safari, pasta anakuja naye akifunga safari ili tuweze kufanya uchunguzi, lakini uchunguzi hauendelei. Tukija Jumatatu ijayo labda kutakuwa na mwelekeo ambao watakuwa wamepata ili waweze kufanya ule uchunguzi, ama ili waweze kuandikia statement kutoka kwa pasta na waweze kutuambia kwamba yale maji ambayo walibeba kutoka kanisani, vile vitambaa ambavyo walibeba kumle kanisani, na chochote kile ambacho kinahusikana na uchunguzi wao wamefikisha wapi. Hiyo ndio maana tuko hapa na tunataka maneno haya yafikishwe mwisho, kwa sababu uchunguzi hauwezi endelea bila mwisho. Ni kwamba tunapoteza vitu mingi hapa katikati, tunapoteza masaa na tunapoteza na ile anxiety ambayo inakuja katika kufunga safari, kuja na kujiandaa na hakuna chochote kinaendelea. Inaashiria kwamba pasta ni mtu wako huru, hawana chochote cha kumuuliza, hawana chochote ambacho kile wamepata chenye wanaweza elekeza kidole cha lawama kwamba yeye amehusikana na hili ama lingine. Katika mahakama ya Magistrates Court Nairobi tutakuwa pale, sababu yule jamaa Safaricom, manager legal, alilazimishwa kufika mahakamani kesho kule Milimani Criminal Court aweze kujibu ni kwa nini hajapeana polisi zile stakabadhi ambazo polisi walizihitaji. Kwa hivyo pia kesho tutakuwa kotini pale jijini Nairobi. Kila kitu cha Pastor Ezekiel ni mali ya kanisa. Kwa hivyo yule anaemezea mate kuchukua mali ya kanisa, basi Pastor Ezekiel hana shida ila kusema Mwenyezi Mungu atamulipizia kisasi, yeye pastor hawezi. Alafu siku ya Jumapili wengi wanafikiri kwamba Pastor Ezekiel ni kanisa lililojengwa na simiti na mabati. Siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili Pastor Ezekiel atakuwa Machakos katika crusade. Tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11 atakuwa na crusade pale Nairobi, ambapo Kasarani akitarajia kuhubiria watu zaidi ya milioni 20 wale ambao watakuwa pale Nairobi. Kwa hivyo kanisa sio majengo. Kanisa wanapokutana wawili ama watatu wakizungumza neno la Bwana, hilo ndilo hekalu na hilo ndilo kanisa, sio majumba, sio mabasi. Kwa hivyo wanaojaribu kufunga kanisa sijui watafunga vipi, sababu hivi sasa pastor anahubiri kwa YouTube, hivi sasa pastor anahubiri kwa Facebook, hivi sasa pastor atahubiri kwenye crusade. Kwa hivyo tujui wao wana dhamira gani. Kwa hivyo hizo ndizo taratibu
za pasta. Serikali pengine kuna maabara mpya ambayo inaweza jua kama haya maji kweli yameombewa na katika yale maombezi nini kiko pale ndani. Pili, walichukua vitambaa vile vilivyoombewa wakaenda kuvifanyia uchunguzi. Tunatarajia kwamba leo watamuuliza pasta ama watatupa results za maji na vitambaa. Pastor Ezekiel has nothing to do with Pastor Mackenzie. Anybody trying to link Pastor Ezekiel Odero to Mackenzie is misguided. And Pastor Ezekiel's place is open. Members of the Fourth Estate have come there. Here, Pastor is here. He's a law-abiding citizen. Once we go in, we will brief again the country. If there's any questions that we'll have asked, whichever answers that we'll give will be there. But we are urging sobriety, and as earlier indicated, Pastor will be in Machakos for a crusade on Saturday and Sunday. Then on the 9th, 10th and 11th, Pastor will be preaching in Nairobi. And very many crusades are being aligned because a church is not a building. A church is a spiritual nourishment. Pastor has been allowed to run the church, but the facility to run that church, which is the TV station, is shut. Out of it, that is why he has gone out on an outreach to reach millions and millions of his followers through physical contacts. We are still appealing. We are still appealing to the state and to everybody. Let the Christians, let the millions of Christians be allowed to watch the sermons on the TV. The YouTube is open. The Facebook account is on. Still Pastor is preaching. The whole world saw yesterday Pastor preaching. There is no radicalization in any of those preachings. There is no starvation in any of those preachings. There is no death as a way to go to heaven. There is nothing to stop children from going to school. Instead, there are facilities to feed millions of people, to educate the children of this country and others from the globe. It is our humble prayer that whoever is pushing this agenda should reach a time and say, we have tried. It has not picked. If the character of the petition has since changed, then the best course of action is for amendment of the petition as indicated last time. So then I've given the parties time. We'll have it mentioned with a view of ascertaining the status of investigations to be able to direct on the way forward as to the hearing and determination of the pending issues, particularly the contentious issue about prayer number E. Right, so my two orders are as follows. The petition be mentioned on a date we'll give you shortly for a status update on the investigations, and two, that the petitioner considers amending the petition to reflect the current status of his course of action. So either the petition is withdrawn in entirety or we get to hear it as amended. That's the way to go.
Yes. Taongeri, unmute. And Mr. Tuge. The tick is okay. You can take the tick. All right, so we'll have them. Good afternoon, members of the press. Kanga semaje? Kanga.